Leo tupo kwenye mradi wetu wa RISE. Mradi huu umekuwa muhimu sana kwenye wilaya yetu kwa sababu eneo hili lilikuwa halipitiki kabisa eneo wakati wa masika na pia wakati wa kiangazi. Ilikuwa ni eneo oevu. Kwa hiyo kila wakati kuna maji. Kwa hiyo baada ya kuona umuhimu wa kuwa na mradi huu, tukaanza usanifu wa mradi huu ambao tumejenga box culvert ya seli 2 yenye upana wa 2.5 kwa 1.2 na tumejenga mifereji ya maji ya mvua ya mawe kutoa maji ya barabarani. Pia tumejenga culvert 2 za kupunguza wingi wa maji kuja kwenye boksi letu. Na baada ya kujenga barabara hii, kumekuwa na umuhimu sana kwenye vijiji vya Mnauke na Muhindi na Mnauke. Maana vijiji vyote hivi ni wazalishaji wakubwa wa zao la korosho ambao ndio zao la uchumi kwenye wilaya yetu ya Tandahimba. Baada ya kuibua mradi huu, tuliwashirikisha wananchi wote na walifurahia mradi huu na tulitekeleza, walianza kupata huduma zao. Ndio kila dakika unaona pikipiki zinapita na magari ya kubeba korosho wakati wa msimu yalitumia barabara hii. Kwa hiyo ndio manufaa makubwa ya mradi wetu. Kwa jinsi tulivyokuwa tunapata shida kwa njia hii, yaani maji yakijaa tulikuwa tunapata shida sana. Jinsi ya kuvuka kwa miguu, kwa baskeli, yaani ilikuwa ngumu. Wakazi wa Muhindi wanaoenda na Nyanga walikuwa wanapata shida. Kusema tu ukweli, hali sasa hivi ni mzuri mno. Tunashukuru kuanzia uongozi wa wilaya wamefanya kazi hapa mpaka na juzi mwenge umepita humu. Akati hapa yani hata mwenge ulikuwa haupiti, yani magari tu yalikuwa hayapiti hapa. Palikuwa na kazi sana. Kweli juu ya eneo hili tumeteseka sana na watu wengi wameteseka. Yaani kuanzia sisi kijijini hapa hadi wa vijiji jirani huku, kuanzia Muhindi, Lienje, kwa sababu watu wote huku sehemu ambazo wanauza bidhaa zao ni huku. Yaani kuna watu utakuta wanakuja wanauza mkaa, wanakusanya korosho wanaenda kuuza huku. Kwa hiyo kiangazi panajaa mchanga. Palikuwa hapapitiki, yani palikuwa panajaa mchanga hapapitiki, kifuku yanajaa maji. Yani ilifikia hatua kifuku watu wakipita na mizigo. Yani watu kijijini kule wanakuja hapa wanawavusha kwa pesa. Wanatoa pesa, wanawavusha jinsi palivyo kiteleza. Wanawavusha wanapaka kijijini kule, wenyewe wanakuja kule wanalipa pesa 2,000, 3,000, mwingine 5,000, inategemea na mzigo aliobeba. Kwa hata wenyewe wa kijijini hapa ambao wenye mashamba huku walikuwa wakivuna korosho, wanazunguka barabara ile. Alafu wanatokea Malamba, Miule ndo zinaletwa hapa korosho. Kutokana na hapa hali adha iliyokawepo ni adha kubwa sana. Mpaka kufikia hatua hii, lazima tunaishukuru serikali, imetusaidia vya kutosha. Shule ni kweli hapa kijijini hapana shule. Kwa hiyo sekondari ipo huku. Kwa hiyo kuna watoto ambao walikuwa wanasoma huku, hata hivyo walikuwa wanateseka na usafiri, na kuna wengine ambao walikuwa wanasoma Miule. Kwa hiyo yani kiujumla hii sehemu haikuwa rafiki. Yani kila huduma tulikuwa tunateseka kupitia barabara hii. Kwa hata gari hapa zilikuwa zikipita lazima tufuatwe kijijini. Bwana kuna gari pale imepita imekaa, tunatoka tunakuja kuwasaidia. Hata pikipiki kifuku ilikuwa ipiti. Kwa wale watoto waliokienda shule ambao walikuwa wanasoma huku Milongodi sekondari, huku sekondari hakuna, na hata shule ya msingi hapa si hakuna. Kwa hiyo kuna watoto walikuwa wanasoma Miule hapa na Mnyanga, kuna watoto walikuwa wanasoma Muhindi. Kwa hata nao ilikuwa usafiri nao shida. Ilikuwa lazimika wanaenda tu kwa miguu shuleni, wanarudi kwa miguu. Na wanasema yani hii barabara imetukomboa kiasi kikubwa kwenye eneo hili. Kifupi, yani sio kijiji tu hapa peke yake, ni vijiji vingi ambavyo vinategemea barabara hii. Na ndio maana sasa hivi ukikaa hapo huwezi kukaa dakika 10 kabla hapajapita msafiri pikipiki wa baskeli. Ila kipindi kile ulikuwa unakaa hata muda wa masaa 2 watu hawapiti kwa sababu walikuwa hapapitiki.